ukimwabudu Mungu katika roho na kweli, ule uwepo wake unajifunua, ijulikane ya kwamba yeye ni Mungu. Kati ya kitu kimoja wapo ambacho akijifunua kama Mungu wako, na wewe akakupa nafasi kama mtu wake, akajifunua kwako kama Mungu ambaye ni baba yako. Ndio maana tunasema Mungu baba yetu, Mungu baba yetu. Akishajifunua namna hiyo, wewe unakuwa ni mtoto wake. Angalia kwenye ile roho ya ibada inachokuja nacho, si tu ule uwepo wake, lakini ule uwepo unakuja na maelekezo juu ya maisha yako. Ukiwa unamwabudu Mungu, huwezi potea. Huwezi potea. Huwezi potea. Wengine hawajasikia ninachosema. Nasema hivi, unisikilize vizuri. Ile kwamba Mungu amesema anakupeleka Kanaani, usije ukafikiri unajua njia ya kwenda Kanaani. Ile kwamba Mungu amesema nakukupeleka ni Kanaani, usiseme tu kila mtu tuonane Kanaani. Musa angeweza akasema jamani, tukutane Kanaani. Ile kwamba unajua ahadi Mungu aliyokuahidi haina maana unajua namna ya kuipata. Ile kwamba unajua ndoto yako katika maisha haina maana unajua namna ya kuipata. Kasome Biblia yako. Ile kwamba unajua ya kwamba unaenda Kanaani haina maana unajua upinzani na aina ya upinzani ulioko mbele yako. Unasema Mungu amenisemesha, ndoto yangu ni hii. Ni sahihi kabisa. Hata wana wa Israeli walisemeshwa. Hata Musa aliambiwa utawachukua hawa mpaka kule. Hakufika Kanaani. Wote waliambiwa kwamba mnaelekea Kanaani. Watu wazima wote waliotoka kule Misri hakufika Kanaani isipokuwa Joshua na Caleb. Daka vizuri, daka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana unajua kuna upinzani mbele yako, lakini haina maana unajua namna ya kushinda upinzani. Ile kwamba mbele yako umeambiwa kuna bahari ya Shamu, haina daraja, hakuna boti, hata zilizoko ni za wavuvi, haziwezi kuchukua mamilioni ya watu, haina maana utajua namna ya kuvuka. Ile kwamba umeambiwa kabla ya kufika Kanaani kuna mto Yordani, haina maana unajua namna ya kuvuka. Ndio maana ni rahisi sana ukasikia changamoto za watu ukasema ngoja na mimi nijiandae ili niweze kuvuka. No, hatufanani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lazima ujifunze. Lazima ujifunze ili uweze kuelewa kwamba walipokuwa wanaachilia ile sadaka, walipokuwa wanaachilia ile sadaka, manake walikuwa wanasema Mungu njoo kama Mungu katikati yetu, lakini chukua nafasi ambayo ulikuwa umepoteza wakati dhambi ilipoingia ya kukaa na kuishi pamoja na sisi, uwe ndio chanzo cha maisha yetu. Maandiko yanatuambia tupate kumtafuta Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa peke yake bila kukaa na Mungu. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa au anakutana na Mungu Jumapili kwa Jumapili. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ili akutane na Mungu kila semina kwa semina. Hakuna aliyeumbwa na Mungu ili akutane na Mungu siku anafunga tu na siku ambazo hafungi hawi na Mungu. Mungu alituumba ili masaa 24 mchana na usiku. Tuwe na fellowship ya kudumu, tuwe na undugu wa kudumu. Tukilala yuko hapo, tukikaa yuko hapo, tukienda chooni yuko hapo,
Tukiamka yuko hapo, tukienda shambani yuko hapo, tukiwa darasani yuko hapo, tukiwa kazini yuko hapo, tumeenda likizo yuko hapo. Ndivyo alivyotuumba yeye, ndani yetu na sisi ndani yake. Haleluya, haleluya. Karabashandarabako rika sandarabaka. Unajua ile Zaburi ya 32 mstari wa 8, Zaburi ya 32 mstari wa 8, mke wangu anapenda kuwapa vijana mara kwa mara anapokutana nao, na msikia akiwasomea huo mstari toka kichwani. Zaburi ya 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. You can't get lost. You can't get lost. Huwezi potea kwenye mazingira ya kumwabudu Mungu. Huwezi potea. Huwezi kupotea. Huwezi kupotea. Vivyo hivyo na kwenye kanisa. Kanisa haliwezi kupotea likijifunza kutengeneza mazingira ya kumwabudu Mungu. Haliwezi potea. Ukiona kanisa limepotea, ujue ibada imepotea kwanza kabla kanisa halijapotea.